Mimi ni mratibu wa mradi kutoka taasisi ya Raji Foundation. Nimesimama kama mwakilishi kutoka taasisi ya Raji Foundation. Nimekuja hapa kwenye chama cha wanawake wajane Tanzania ambao wana mkutano wao hapa Bagamoyo kwa siku ya leo. Sisi kama taasisi ya Raji Foundation tunajihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii katika sekta ya afya, elimu, pia na miradi ya kijamii. Na pia tunawasaidia wanawake kwa kuinua kiuchumi kwa vikundi vilivyosajiliwa na serikali. Kwa upande wa hapa kwa wanawake wajane Tanzania, tumekuja kuungana nao kuwasaidia mizinga 200 ya nyuki ambao mikoa tofauti tofauti. Matarajio yetu tunafanya hivyo ili tuweze kuwainua kiuchumi na waweze kujisimamia na waweze kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Nimewapa elimu ya msingi kabisa kwa mfugaji nyuki anayeanza, ambapo nimewaelekeza namna ya kutafuta eneo zuri la kufugia nyuki, namna ya kuchagua mzinga ulio bora, namna ya kukamata makundi, namna ya kusimamia mizinga na makundi ya nyuki ili uweze kupata mazao ya nyuki. Nyuki wana faida nyingi sana. Faida kubwa zaidi tunayoitarajia kutoka kwa nyuki ni ya kupata mazao ya nyuki. Kina mama hawa wameelimishwa na wamehamasika kabisa kuanza kufuga nyuki. Natoa ushauri kwa Watanzania kwa ujumla, wajishughulishe na ufugaji nyuki, kwa sababu ufugaji nyuki ni mradi ambao hauhitaji nguvu kubwa sana. Unahitaji tu gharama za mwanzoni kama vifaa vya ufugaji nyuki na mizinga, basi unaweza kuanza na unapokuwa unafuga sasa ni usimamizi tu ndio unaotakiwa. Kwa hiyo hauhitaji nguvu kubwa sana. Unahitaji tu utaalamu wa kufanya hiyo kazi. Unapofuga nyuki, mazao ya nyuki, kwanza nyuki tuna aina mbili kubwa za mizinga. Tuna mizinga ya kienyeji na mizinga ya kisasa. Mizinga ya kienyeji hiyo hatuizungumzii sana kwa sababu ile ni ya kizamani. Kwa hiyo sasa hivi tunawashauri watu wafuge nyuki kisasa. Kwa nitazungumzia zaidi mizinga ya kisasa. Mizinga ya kisasa imegawanyika katika makundi matatu. Tuna mizinga inayoitwa mizinga ya top bar. Hii ni mizinga ambayo ina vibao. Ni mizinga ya maboksi, ina vibao na vile vibao havijawekewa flame. Hiyo ni mizinga ya top bar ambayo nayo imegawanyika makundi mawili. Kuna mizinga ya Tanzania na mizinga ya Kenya. Tunaita Tanzania top bar hive na Kenya top bar hive. Lakini pia tuna mzinga wa kisasa au wa kibiashara. Huu mzinga wa kibiashara kitaalamu unaitwa Lastroth. Huu ni mzinga ambao una uzalishaji mkubwa sana zaidi ya mizinga hii ya top bar. Na mzinga wa mwisho ni mzinga ambao tunaita mzinga mseto, ambao una sifa za top bar na pia na sifa ya mizinga ya kibiashara. Sasa tukiingia kwenye upande wa uzalishaji, huu mzinga wa top bar unaweza kukupa kilo 15 mpaka 25 kwa msimu. Kwa ukiwa na mizinga kama mzinga mmoja, manake unaweza kukupa kilo mpaka 25. Na kilo moja ya asali haipungui 12,000. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba ukiwa na mizinga mingi unaweza kupata faida kubwa sana kwenye upande wa kipato. Kwa hiyo ninawashauri wa Tanzania kwa ujumla tuweke mkazo sana kwenye shughuli za ufugaji nyuki, kwa sababu ufugaji nyuki kwanza unahifadhi mazingira, kwa sababu ukiwa unafuga nyuki huwezi kuharibu msitu. Na ndio maana Kamishna wa Uhifadhi amesisitiza sana na tunatoa elimu sana kwa ajili ya watu kuhamasika kufuga nyuki ili tuweze kutunza misitu na mazingira kwa ujumla. Kwa upande wa uzalishaji wa mzinga wa kibiashara au mzinga wa Lastroth, huu ni mzinga ambao unakuwa na zaidi ya boksi moja na unakuwa una flame. Kwa hiyo
una uzalishaji mkubwa zaidi kuliko hii mizinga ya top bar, na unaweza kutupa zaidi ya kilo, kuanzia kilo 15 mpaka 30. Kwa hiyo tunaweza kuona mzinga mmoja unatupa kilo nyingi sana, ambapo ukiwa na mizinga hata 50, 100 na kuendelea unaweza kupata kipato kikubwa na ukaendesha maisha bila shida. Faida nyingine ya ufugaji nyuki ni kwamba nyuki wanasaidia sana katika kuchavusha mazao, pollination. Kwa hiyo hata wakulima, ukiwa na shamba lako ukafuga nyuki, manake utaongeza uzalishaji wa yale mazao, kwa sababu 70% ya mazao yote nyuki wanaochavusha, nyuki wanachavusha 70% ya mazao yote duniani. Kwa hiyo tukifuga nyuki, si kwamba tutapata mazao ya nyuki, lakini pia tutaongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo, matunda na kadhalika. Na washauri vijana wachangamkie hii fursa ya ufugaji nyuki. Kama nilivyosema, ufugaji nyuki hauhitaji nguvu kubwa sana. Inahitaji mtaji kidogo, unaanza kidogo tu. Unaweza kuanza na mizinga hata 5, baadaye unapozidi kupata yale mazao na unaongeza mizinga mpaka utakapofikia ile level ambayo unatamani ufike. Kwa vijana tuchangamkie fursa. Ufugaji nyuki ni ajira tosha kabisa, unaweza kujiajiri na ukapata kipato. Lakini leo nimekuja kumwakilisha mkuu wa wilaya ya Bagamoyo, Mheshimiwa Shaibu Ndemanga, kwenye mkutano wa chama cha wanawake wajane Tanzania ambacho kimefanyika katika wilaya ya Bagamoyo. Kwenye kikao hiki kulikuwa na changamoto ambazo ziliibuliwa kwenye risala, ambayo swala kubwa lilikuwa ni mitaji, lakini pia swala la mikopo, lakini pia kulikuwa na swala la ofisi za kufanyia kazi kama chama, lakini pia kulikuwa na masuala ya ukatili kwa wajane, hasa wakati wanaposhughulikia mirathi ambayo imeachwa na wenza wao. Na nimewaelezea namna gani serikali ambapo inashirikiana nao katika kuhakikisha wajane wote wanapata stahiki zao au wanapata mali zao pindi wenza wao wanapokuwa wamefariki. Kwa hiyo nimewaelezea kwamba kuna utaratibu ambao umeandaliwa na serikali wa kumsaidia mwanamke na mtoto pia. Kuna mpango unaitwa Mtakuwa, mpango wa kutokomeza ukatili kwa wanawake na watoto, ambao mpango huu upo kuanzia kwenye ngazi ya kijiji, kwenye ngazi ya mtaa, lakini kwenye ngazi ya kata, kwenye ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa, ambapo kuna kamati zina wajumbe kutoka maeneo tofauti tofauti ambao wanashughulika na masuala hayo ya ukatili kwa watoto na wanawake. Na moja ya kesi ambazo wanashughulika nazo ni pamoja na hizo masuala ya mirathi, ukatili wa kimwili, ambao wanawake wengi ambao wamefiwa na wenza wao wanakutana na aina hiyo ya ukatili wa manyanyaso, lakini pia kufukuzwa kwenye familia. Lakini nyongeza na hapo, nimewaelekeza pia kuhusiana na dawati la msaada wa kisheria ambalo liko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, ambapo kwenye hilo dawati kuna maafisa dawati wa msaada wa kisheria wako Tanzania nzima, halmashauri zote, ambao wao moja ya jukumu lao ni kutoa msaada wa kisheria kwa makundi yote ambayo yamekosa huo msaada. Kwa hiyo wanawapa elimu na wanasikiliza kesi zao na wanawaunganisha na sehemu husika ikiwemo mawakili, lakini hata kufuatilia kule mahakamani kujua kesi imefikia wapi, imekwama wapi, changamoto ni nini, kuwaunganisha na watu sahihi ili mwisho wa siku huyu mjane au huyu aliyepoteza haki yake ya kisheria mwisho wa siku waweze kufanikiwa. Kwa hiyo kuna hiyo kampeni ya Mama Samia Legal Aid Campaign ya msaada wa kisheria ambayo iko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, ambayo imeleta maafisa kwenye kila halmashauri, na kuna hilo dawati la msaada wa kisheria ambao wanasikiliza hizo changamoto na kuwaunganisha na
wataalam tofauti tofauti ili kuweza kuwapatia msaada. Lakini ukirudi kwenye swala la mitaji na kwenye swala la mikopo, pia nimewaelekeza kuhusiana na fursa ya mikopo ya 10% ambayo inapatikana kwenye halmashauri zote Tanzania nzima, ambapo kwa wanawake wana 4% na wao kama wajane, lakini pia wanawake wana fursa ya kuunda vikundi na kuweza kunufaika na hiyo mikopo, ili mradi tu wawe na uthubutu na nia ya dhati ya kufanya huo ujasiriamali na kuweza kuzalisha mali. Basi cha msingi wanachotakiwa kufanya ni kuunda vikundi, kusajili kikundi, kufungua akaunti, wanakuwa na katiba yao, wanafuata zile taratibu zote ambazo zinatakiwa waweze kupata mkopo. Na wanachotakiwa kufanya ni kufika kwenye ofisi za maendeleo ya jamii, kwenye kata, watapata maelekezo, lakini pia hata kwenye makao makuu ya halmashauri. Lakini pia kuna fursa nyingine ya mitaji ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kuna fedha ambazo zimepelekwa kwenye benki ya NMB, ambapo kinachotakiwa kufanya hiyo ni mikopo ya wajasiriamali wadogo, wafanyabiashara wadogo, ambayo wanatakiwa wasajiliwe. Wakisha sajiliwa, wakipata usajili, na huo usajili unafanywa na maafisa maendeleo ya jamii, wanafanya usajili wa kuwatambua na wanapata namba au kadi. Wakishapata hicho kikadi au kitambulisho, wanaenda kwa afisa mikopo kwenye tawi la NMB walipo, na watapata maelekezo namna gani ya kupata hiyo mikopo ili iweze kuwanufaisha. Ni mikopo rafiki, ni mikopo nafuu, haina dhamana tofauti na mikopo mingine ambayo inawalazimu waweze kuweka dhamana ili waweze kupata. Kwa hiyo hizo ni jitihada au ni juhudi ambazo zinafanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kumwezesha huyu mwanamke, katika kumwezesha huyu mjane ili aweze kujiinua kiuchumi. Lakini mwisho kabisa, nimewahasa na nimewasihi wajane wote Tanzania nzima popote walipo waungane, lakini pia maisha yanatakiwa yaendelee. Baada ya kufiwa sio ndo mwisho wa maisha. Wanatakiwa wawe na uthubutu, wawe na ujasiri kwamba wanatakiwa wapambane kiuchumi ili kuhakikisha wanajipatia mahitaji yao ya msingi, na namna nzuri au rahisi ya kusaidika ni kuwa kwenye umoja, kuwa kwenye kikundi. Kwa hiyo ni waombe wale wote ambao hawajajiunga na umoja huu waweze kujiunga na waweze pia kuingia kwenye vikundi vingine vilivyopo ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali yetu. Nipende kutoa wito kwa jamii kwamba mjane hatakiwi kunyanyaswa. Kikubwa anachotakiwa ni kusaidiwa. Ile dhana potofu iliyoko kwenye jamii, mambo yale ya kwamba huyu amefiwa na mume wake, kuna makabila mengine au jamii nyingine wanalazimisha yule mjane aolewe kwenye ile familia, analazimishwa, analetwa mwanaume mwingine, analazimishwa kumuoa hata kama yeye hayuko tayari. Kwa hiyo hizo ni mila potofu na huo ni mtazamo mbaya sana kwenye jamii. Ni ukatili ambao pia serikali inaupazia sauti, na tunaomba pindi kinapotokea kitendo cha aina hiyo atoe tu taarifa kwenye vyombo husika, kwa sababu miongozo iko wazi, taratibu ziko wazi na zinaeleweka ili aweze kusaidika. Jamii inatakiwa kuunganisha nguvu zao kumsaidia huyu mjane ili aweze kubaki na familia yake kama ambavyo alikuwa anaishi na mwenza wake kabla hajafariki. Kwa hiyo anatakiwa apewe faraja, asaidiwe, apate msaada, zile mali zake zote abaki nazo. Na ndugu waondoe fikra potofu, fikra chanya kwamba baada tu ya mwanamke kufiwa na mwenza wake wao kukimbilia kwenye mali. Wanatakiwa waondokane na hayo mawazo potofu, badala yake sasa wamsaidie huyu mwanamke, waone ni namna gani wanaweza wakamsaidia akaweza kuendelea na maisha vizuri bila changamoto zozote kama ambavyo alikuwa anaishi kabla mwenza wake hajafariki. Leo tumekutanika hapa kwa ajili ya mkutano mkuu. Tunafanya mkutano wetu mkuu kutathmini mambo mbalimbali ya chama, tumefanikiwa wapi
tumefeli wapi. Kwa hiyo hapa leo ipo mikoa 16 ambao tupo hapa leo. Kwanza kabisa tunapenda kuwashukuru kwa kampuni ya Raji kwa sababu wametufungua macho na wametushika mkono. Kwa hiyo kwa kitendo cha kutufadhili mizinga 200 ni kitendo ambacho wamefanya cha kiungwana na kutujali sisi wajane. Kwa hiyo kwa manufaa yetu kutokana na hiyo mizinga, kwa sababu hiyo mizinga tumepewa bure na wametuambia kwa tukizalisha asali, ile asali iweze kuwasaidia wajane. Kwa hiyo ni kitendo cha kiungwana, tunawashukuru na tunawaombea kwa Mungu waweze kuzidisha hapo na waweze kututafutia wadau wengine. Na wadau wengine wanaotusikia tunaomba watuunge mkono na wamuunge mkono hii kampuni ya Raji kama alivyojitokeza yeye, na wao wajitokeze ili watushike mkono sisi wajane. Chama hiki cha wajane tulianza wajane tukiwa 12 ambapo tulikuwa wajane 12. 2014 tukiwa wajane 12. Tulivyoanza kukutana niwakuta wa mama ambao ni wajane wastaafu, ni kama nimejaribu kuongea nao kwamba kwa nini tusisajili hiki chama kuliko kukaa kama kundi ambalo alieleweki. Kwa sababu kuu wajane wengi walikuwa wanatupitia mazingira magumu. Changamoto ambazo nafikiri ni changamoto nafikiri imesha kuwa ni endelevu. Hii changamoto ya mirathi na kesi za wajane kukaa muda mrefu. Sasa hizo changamoto za kesi za wajane kukaa muda mrefu inapelekea mpaka baadhi ya wajane kuwa maskini. Inazalisha umaskini. Hiyo ni changamoto kubwa sana ndani ya wajane. Lakini changamoto ya pili ni changamoto ya kiuchumi, pamoja na kwamba hata kama mtu atakuwa yuko kwenye ndoa atapitia hali mbaya ya kiuchumi. Tutambue kwamba kuingia kwenye ujane hakuna send off wala kitchen party ya mjane. Unapoingia kwenye ujane, wakati mwingine kuna wanawake ambao walikuwa ni wakina mama wanaomtegemea mwanaume tu. Hajui biashara yoyote, wakati mwingine hana kazi, anakuwa ni mama ambaye anasaidia tu kumsapoti mtoto labda na baba anapoenda kazini. Anakuwa amefiwa, hajui chochote naanzie wapi. Na kuna wengine wajane ambao anafiwa akiwa kwenye nyumba za kupanga. Sasa angalia kwamba amefiwa yuko kwenye nyumba ya kupanga, alafu hana biashara yoyote, na amefiwa mme hakuwahi kumwachia labda urithi wowote. Kwa hiyo imepelekewa baadhi ya wajane kujinyonga. Nitasema kitu ambacho ni kigumu. Kuna wengine ambao ameachwa na ujane, lakini ameachwa na maradhi. Chakula chenyewe inakuwa ni shida. Kupata mtaji, hana mtu wa kumwendea. Kwa hiyo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Lakini pamoja na kwamba nimeelezea changamoto ya wajane hawa ambao ni wa hali ya chini, wapo hata wajane ambao wameachiwa mahali lakini bado wananyanyasika. Nitatoa mfano kwa mjane wa Geita ambaye alichinjwa. Aliachiwa mashamba ambayo asimamie, yamsaidie yeye pamoja na familia yake. Yule mjane amechinjwa kwa sababu ya mashamba, ni mali tu. Hivyo basi hizo changamoto zinapelekea wajane kukata tamaa maisha. Lakini tunaendelea kuiasa serikali yetu pendwa ambayo toka tumeanza kupaza sauti wajane, ukweli serikali inatuangalia na tunashukuru wametuwekea na wizara ambayo tumekuwa ni kundi maalum. Lakini leo hii tupo kwenye mkutano wetu wa mwaka na katika mkutano huu tumebahatika kufika wajane zaidi ya 100 kutoka mikoa mbalimbali
zaidi ya 15. Lakini pia tumebahatika kupata ugeni wa Lodge Foundation ambao wao wametusaidia kupata mizinga 200 ili wajane waweze kujikwamua, na kutokana na hiyo mizinga 200 na maana tutagawana mikoa mbalimbali, haitaenda sehemu moja. Tunapenda kuwashukuru sana Lodge, Mungu awabariki, lakini na wadau wengine wanakaribishwa ili waweze kutusaidia kutuinua kiuchumi wajane. Naamini kutokana na msaada huu na mafunzo ambayo tumetoka kuyapata kutoka kwa afisa misitu, kila ambaye ataenda kufanya ujasiriamali huu ataweza kufanya kwa ufanisi ili ulete matokeo chanya kwa familia yake, lakini pia kwa taifa. Kwa vile tumepata mafunzo, tunaamini ya kwamba wajane tulioko mkoa wa Geita sehemu mbalimbali tunakwenda kufaidika sana, na kupitia hii Lodge Foundation na namna ambavyo tumefundishwa, tutakwenda kufuga na tutapata asali, na kwa vile tuna uhitaji wa asali hii itafanyika kuwa baraka kwetu. Mungu awabariki sana Lodge Foundation kwa hiki mlichokifanya kuwakumbuka wajane. Mmeugusa moyo wa Mungu. Mungu awabariki sana.